hisa inaweza ikashuka kwa sababu ya mambo matatu. Cha kwanza inaweza ikawa ni kwa sababu ya kampuni yenyewe. Kwa mfano, kampuni kama imetangaza hasara, au kampuni kama ina madeni mengi, au kama kampuni imetangaza gawio dogo. Hii inaweza ikawaathiri wawekezaji baadhi na wakaanza kuuza zile hisa zao kwa sababu ya imani ya kufanya vibaya kwa kampuni. Na hii ndio inaweza ikapelekea kampuni bei yake kuanza kushuka ya ndani ya soko la hisa. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza ikafanya bei ya hisa kushuka ni wawekezaji wenyewe. Yaani ni nguvu ya wawekezaji ndio inaweza ikafanya bei ya hisa ya kampuni husika ikaanza kushuka. Kama kwa mfano, wawekezaji wanaonunua wakiwa ni wengi, tafsiri yake bei inapanda. Lakini wawekezaji wanaokuwa wengi, wale wanaouza wakiuza wengi, tafsiri yake hisa ndipo huanza kushuka. So kama wawekezaji ni wengi wanaouza na wanaonunua ni wachache, tafsiri yake bei inashuka. Au kama hakuna kabisa wanaonunua lakini wauzaji wapo ni wengi, tafsiri yake bei ya hisa itaanza kushuka. Hapa ni tunasemea ni kwamba hapa ni kama mfano wa bidhaa ipo nyingi sokoni, kama mchele ni mwingi sana lakini wanunuaji hamna. Tafsiri yake ni nini? Wauzaji wataanza kushusha bei zao ili kuweza kuhakikisha wanapata wale wateja. Na sasa hii ndio sababu ya nguvu ya wawekezaji, ambapo wanaweza wakafanya soko la hisa bei yake kushuka kutokana na nguvu yao ya ununuzi au uuzaji. Lakini pia sababu ya tatu ambayo inaweza ikafanya soko la hisa kwenye makampuni bei zake kushuka inaweza ikawa ni hali ya kiuchumi. Tukizungumzia hali ya kiuchumi, hapa ni ile demand and supply, ambapo nimeshazungumzia ile ya wawekezaji wakiwa wengi. Tafsiri yake ni kwamba upande mmoja wa wauzaji ukiwa unauza sana, bei itapelekea kushuka. Lakini kama wanunuzi wakiwa wengi kuzidi nguvu wawekezaji wanaouza, tafsiri yake bei ya hisa itaanza kupanda. Na hapa inabidi kuwa makini. Si kwamba kila hisa inapoanza kushuka inakuwa ni mbaya, bali ni mwenendo na tabia tu za hali ya soko linavyokuwa. Na wakati mwingine kampuni ambayo inafanya vizuri, hisa zake pia zinaweza zikashuka. Na sababu nyingine katika hali ya kiuchumi inaweza ikawa katika hatua za political instability. Kwa mfano, kama mtatokea mazingira ya kisiasa ambayo kama mchafuko, pia inaweza kapelekea hisa za makampuni kadhaa kushuka. Lakini pia hiki sio kigezo pia cha kuifanya kwamba kampuni kushuka kwa bei kwa sababu ya hali hii kwamba ni kampuni ambayo inafanya vibaya, bali natakiwa kuzingatia yale mambo ambayo yanaifanya kampuni hiyo kuendelea kuwa imara. Na ukigundua kwamba kampuni hiyo inaendelea kuwa imara bali bei yake inashuka kwa sababu ya hiyo hali, nunua zaidi hizo hisa, kwa sababu baada ya muda zile hisa zitarudi tena juu na kuendelea kwenda juu zaidi. Sasa sababu nyingine ni ipi? Sababu nyingine ni kwenye uchumi tuna kitu tunaita inflation au mfumuko wa bei. Mfumuko wa bei unaweza ukapelekea pia bei za hisa kushuka, ambapo sasa hapa inakuja kwamba wale wawekezaji ambao wanauza, kadri wanavyozidi kuziuza zile hisa zao kutoka kwenye kampuni au kuuza hisa nyingi zaidi, bei ya hisa inapelekea kushuka. Jambo la msingi la kuzingatia ni kwamba si kwamba kila bei ya hisa inapokuwa inashuka hiyo kampuni inakuwa inafanya vibaya, bali inatakiwa kuzingatia kama kampuni mwenendo wake ni mzuri na ina matumaini mazuri, bei yake thamani yake iko juu, nunua bei ikiwa chini wakati huo, kwa sababu si kila kampuni au kila bei ya hisa inapoanza kushuka kwa kampuni fulani, kampuni zote zinakuwa zinafanya vibaya kwa bei inashuka, bali kushuka kwa bei ya hisa ni tabia ya soko la hisa, ambapo sasa inabidi kuzingatia mambo hayo ambayo nimekuelekeza. Kama kampuni ina mwenendo mbaya na ina matarajio mabaya pale mbeleni, tafsiri yake unaweza ukauza na kununua hisa za kampuni ambayo
iko imara wakati huo bei ikiwa inashuka, na hapo unatengeneza fursa kubwa. Hii ni kwa ajili yako wewe mwekezaji, ambapo itakusaidia wewe binafsi usiwe na panic. Wakati ukiona bei ikishuka, usipanic, bali ongeza uwekezaji wako kwa kampuni imara ambazo zinafanya vizuri sokoni.